huyu Irene ndio wiki yetu ya broadcast huko bunge. Yeye ni mtu ambaye amehakikisha ya kwamba ndani ya bunge kila siku anachangia hoja ambazo ziko bunge kila siku. Hakuna siku hata moja Irene hajawahi ongea kwa bunge. Unasema pongezi au unasema nini? Wangapi wanasema tutangaze na Irene ndio kwa mkono? Sasa 2022 Irene alikuwa nominated na baba, si ndio hiyo? Sasa 2027 atakuja bunge na sauti ya watu ya nani? Watu ya nani? Lazima kuja bunge na watu ya Nyamira. Jambo na ODM. Jambo la pili, mambo ya siasa. Mambo ya nini? Sisi kama chama cha ODM tunaungana na President William Samoei. Wangapi wanasema President William ni wapinzani ambao wamesimama na President Samoei. Mmoja yao ni mtu ambaye kichwa yake imeharibika. Yeye ni mtu wa simu. Si mnamjua anaitwa Gachagua? Si mnajua yeye? Yeye ni wa simu, sio wazimu. Anaruka ijaruka. Sasa huyo juzi ameongea. Amesema ya kwamba yeye hataki kwa hiyo muungano yao ya upinzani. Hataki kabila ndogo hapa Kenya. Tunasema shetani ashindwe asishindwe. Ashindwe asishindwe. Si akisema hiyo mnajua anapiga nani? Si mnamjua? Sisi kama watu wa Nyanza, watu wa Siaya, watu wa Kisumu, watu wa Homa Bay, watu wa Nyamira, watu wa Kisii, na watu wa Migori huko kwetu, tunataka tuungane, tukue kitu kimoja, tutengeneze serikali na President William Samoei Ruto. Sasa juzi yeye anasema hataki kabila ndogo karibu yake. Yeye anajua tu kabila yake peke yake. Hizi zingine yote na kabila ndogo. Yule mtu anaangalia maslahi ya kabila ndogo hapa Kenya na hapa na nafasi kwa serikali yake ni President William Samoei Ruto. Wewe angalia vile Uhuru amefanya. Angalieni vile Uhuru amefanya. Uhuru amechukua chama yake, chama ya Jubilee, chama ambayo haina watu. Watu wa Mount Kenya wametoroka hiyo chama, wameenda DCP. Hiyo chama iko bure, haina mtu yoyote. Sasa anachukua hiyo chama anapatia Matiang'i. Hiyo ni mtu anataka kusaidia ama mtu anataka kumaliza wewe? Sio, ni mtu anataka kumaliza wewe. Kama unataka kupatia mtu chama, unapatia hii chama ambayo iko na watu. Sio hiyo? Sasa mimi nataka kuambia rafiki yangu ambaye tumefanya naye kazi kwa muda mrefu nikiwa bunge, anaitwa Fred Okengo Matiang'i. Kuja tukupatia chama ya ODM ambayo iko na watu. Nataka chama ya Uhuru hiyo ilikwisha. Hiyo haina mtu yote sahihi. Ni ghorofa ambayo haina watu. Sasa wewe unataka kukaa kwa chama ambaye bunge hawana watu. Wananchi huko Mount Kenya wameenda DCP. Sasa wewe saa hizi uliona juzi, ilikuwa jana majuzi walikuwa Migori huko nyumbani kwetu. Umeona wakina huyu Kibagendi, Onyonga wameanza kulia. Gachagua, sasa wewe unataka kumaliza sisi. Sisi tuliambiana zamani, huyo mtu ni wasimu wachana naye. Msiende huko. Hii ni zetu, hii ni baba zetu. Sisi wote ni watu wa baba hapa Nyanza. Tafadhali tukae pamoja. Sasa tunasema namna hiyo. Sasa ile barabara ambayo imepoteza usiku unapata mchana, si namna hiyo? Sasa turudi kwa barabara yetu. Tuachane na vyama ambao kama Jubilee haina watu. Afadhali hata mngebaki kwa ile iko na mbunge moja ile ya Bonjari. Alikuwa anaitwa UIP ama UPA. Afadhali hata mngebaki kwa hiyo. Uhuru Kenyatta alimaliza sisi 2022. Aliambia sisi atawachia sisi mamlaka baada ya kutoka kwa president. Muliona hiyo akitupatia? Muliona tukiapishwa? Si President Ruto alichukua mamlaka? Sasa hiyo ndio barabara sasa anapeleka Matiang'i Uhuru Kenyatta. Tafadhali. Ndio fair. Mimi na rafiki yako kwa sisi tulikuwa na wewe hapa. Tukakunywa chai pamoja, toka huko rudi ODM. Ili tukusaidie
tuende tutengeneze serikali pamoja, tukiwa na President William Ruto. Akimaliza wakati yake 2032 tutaweka wale president kama ODM. Lakini wewe watu kusaidia na wasalimu ndio wakati yako. Ya mwisho sasa nataka kusema hivi. Mimi sio mtabiri, na mimi sio mganga, na mimi siwezi kusema ya kesho. Ya kesho tunawachia Mungu. Lakini dalili ya mvua ni nini? Dalili ya mvua ni nini? Mimi nikiangalia 2027 yule mtu ataapishwa na atashinda kura ya 2027 ni President William Samoei Ruto. Na sisi kama watu wa ODM tumekaa kwa upinzani miaka na mikaka, tumehangaika ya kutosha, tumepoteza watu, tumeuliwa na marisasi, tumefanya maandamano. Sasa hii tuko ndani ya serikali, tutoke ama tukae? Wangapi wanasema tukae ndani ya serikali? Ni wao mkono. Na tukikaa kama ODM ndani ya serikali, hakuna njia tunaweza wacha watu ya Kisii na watu ya Nyamira nyuma. Lazima tukae pamoja ndani ya serikali na hao wapate kwa ile meza ambayo watu wanagawana serikali. Si namna hiyo? Sasa tumeelewana ama tujaelewana? Wangapi wanasema tuta? Wangapi wanasema tuta? Asanteni sana, Mungu awabariki. Na mimi nawahakikishia hapa, nyinyi kama majirani zetu, wakati Kenya inapangwa, mimi siwezi kubali Nyamira iwachwe nyuma. Nyamira lazima ipangwe pia, si ndio? Tuhakikishe kwamba maendeleo yoyote ile inafanyika Kenya mzima. Wakati rais wetu anapanga Kenya, apange kama vile amepanga mpaka hii Nyamira vile itakavyokaa. Ninyi mnajua rais alitembea hapa hivi majuzi, na kuna maneno mengi sana ninyi mlimwambia. Ukamwambia, wewe mtoto wetu na jirani, tunataka hii. Kama vile unapanga mabarabara sehemu zingine za Kenya, panga pia hapa Nyamira. Kama vile kuna university katika kaunti zile zingine zote, hata hii Nyamira tengenezea sisi watoto wetu wasome. Ukamwambia panga maneno ya hospitali na maneno hiyo ingine yoyote. Mimi nimekuja tu kuhakikishia kwamba kazi ya Nyamira haiwezi kuchelewa. Na niwaambie wale ambao walikuwa wanabagua wananchi wa Nyamira wakiwa katika ofisi kubwa kubwa, hadi saa hii wanajifanya marafiki zenu. Juzi nimeona wanatembea hapa ati wanasema my cousin. Kuna mtu anaweza fanana na sura mbaya kama hiyo? Hakuna mtu anaweza fanana hiyo mtu hapa Nyamira. Mimi najua majirani zangu vile wanakaa. Kwa hivyo wakati hao walikuwa katika maofisi, wakati rais anajaribu kupanga Kenya, walikuwa wanamwambia hapana, Nyamira Amogosi hawana share kwa serikali, wasipangiwe barabara, wasipangiwe stima, mashule yao sijengwe. Waka rais akakasirika akasema hii mtu tunafanyia nini? Akaletwa pale kwa bunge, sisi tukafukuza yeye. Tulifanya vizuri ama vibaya? Si tulifanya vizuri? Ama mnataka hiyo mkabila aendelee kukaa? Mtakubali maneno yake? Si unaona hata wale marafiki walikuwa wanatukosoa. Wanasema ati tulifanya vibaya kufukuza yule mkabila. Kwa sasa wameanza kujionea. Wameanza kuona tabia yake. Wameanza kupiga nduru. Juzi nimesikia Onyonka anapiga nduru, Kibageni anapiga nduru, au Mugeni anawika pande ile. Mimi nataka niwaambie maneno bado. Hamjajua huyo mnyama. Huyo mtu ni hatari. Na haoni Wakenya wengine kama ni Wakenya. Ako na madharau ya kimataifa. Simesikia ameanza matusi. Ati anasema hawa kina rafiki zetu kina Matiang'i wanatembea watu wachache kama miti. Hivi ni miti? Si hivi ni watu? Hii madharau ishe Kenya isiishe. Si lazima kila Mkenya aheshimiwe. Viongozi kama wale, mimi ningependa kuwapatia advice. Hata kama mnatafuta marafiki, huwezi kutafuta rafiki mtu kama huyo. Kushikana na mtu kama yule, wewe unakaa kama mtu ametembea kwa soko, akapata wengine wananunua mbuzi, lakini kuna fisi imepakwa rangi ya mbuzi, wewe unashika unapeleka nyumbani. Ukiweka kwa boma, usiku atakula mbuzi yako yote amalize. Usishikane na watu kama yule, ule mtu ambaye tabia yake inajulikana. Ulimi yake inatoa uongo ya kimataifa. Ule mtu si mnajua uongo yake?
hata ukishikanisha ibilisi na shetani pamoja hawawezi fika nusu ya uongo inatoka kwa mdomo ya yule jamaa. Kwa hivyo mimi ningependa niwaombe marafiki zetu na niwaambie, sababu sisi tumetembea na nyinyi kwa muda mrefu, na urafiki ile rais ametengeneza hapa mwaka wa 2022 amekuja, umejaza kura yake, alafu mkajazia baba zaidi na Kenya ikasonga mbele. Kwa mawazo mazuri ya hawa viongozi wetu wote, wakaenda wakashikana pale mbele, wakatengeneza kitu inaitwa broad base, inaleta chama yetu ya ODM na chama ya UDA. Kwa hivyo ningependa kuomba, kama vile tu mwaka wa 2022 hapo maneno ilikuwa ni UDA na ODM, mshikilie hapo hapo, msijaribu kutoka. Na kama mnatafuta marafiki, mtu ambaye anasema kama vile mmesikia vile Junet amewaambia, ukitaka kuwa rais wa Kenya huwezi kuwa rais na jamii yako peke yake, mpaka utafute marafiki, na utafute marafiki wa kweli ambao wakati ukifika wanarudisha mkono. Si nyinyi tunafanya biashara na kila siku? Si tunakutana hapa chini Konge na wapi, tunauziana, tunapatana Loret, tunakuja na ndizi, tunawapea chai. Sisi huwa tunadanganyana? Si tunafanya biashara vizuri? Sasa nikiomba niwaambie, hii ya 2027 utupatie ya mwisho. Hapo mbele turudishe mkono. Kuna makosa? Kuna makosa? Nikiombea William Ruto tamu ya pili iko makosa? Wangapi wanatuambia hapa tamu wataweka pili vile inafaa? Sasa namna hiyo Kenya iunganishwe ikuwe kitu kimoja. Unajua rais ya mwisho kabisa, hivi mnajua kwa nini rais anapigwa? Unajua kwa nini anawekewa fitina? Ni kwa sababu wamesema kila sehemu ya Kenya lazima ifanane. Ile imejengwa sehemu nyingine mpaka ijengwe hapa Nyamira pia. Na kuna watu wanakasirikia maneno kama hiyo. Mtakubali atishwe na watu kama hao? Ashikanishe Kenya iwe kitu kimoja ili tuweze kusongesha taifa letu mbele, si ndio? Kwa hiyo mimi naomba kwa moyo mkunjufu, akina mama, vijana wenzangu wa hapa Nyamira, msikubali nchi yetu iingie na wale wakora ambao wanataka kugawa Kenya, atiwe ni Kenya mara mbili. Kenya wale wanasikika na Kenya wale wanaitwa miti kama nyinyi wanaitwa hapa Nyamira. Kuambia washindwe ili kila heshima ikuje katika taifa letu mzima. Ni kweli ama si kweli? Ninaporudi hapa Kericho, Kabianga, niwaambie mandugu zetu wamesema nini? Hatukumesema nini? Nyamira mnasemaje? Ndugu zanguni wa Kisii na wale watu ambao wote mnanisikiza, katika hii serikali ya William Samoei Ruto tuko katika ndani ya broad based. Tuko katika ndani ya nini? Na hii serikali ilitengenezwa kwa broad based, kwa ile makubaliano ilifanywa baina ya William Ruto ambao ndio President wa Republic of Kenya na Mheshimiwa the late Raila Odinga, may his soul rest in peace. Kwa sababu hawa bwana wawili sio wa kabila, ni watu ambao walikuwa wanaona kwamba nchi ndio iendelee mbele, lazima tufanye kazi pamoja. Lazima tufanye kazi nini? Hivi karibuni kumetokezea wengine ambao wanagawa ama wanataka kugawa nchi kwa shares, wanataka kugawa nchi kwa misingi ya kikabila. Ndio sababu nimesikia hapa juzi hata wanatukana wengine kwamba wanatembea kama miti ama wanatembea kama miti. Ninyi watu vile mko hapa hivi, ninyi ni miti ama ni watu? Ninyi ni miti ama ni watu? Ninyi ni Wakenya sio Wakenya? Nataka tuseme hivi kutoka Nyamira leo kwamba hatutaki wakabila katika hii Kenya. Mheshimiwa Rais amefanya kazi ile ambayo haijawahi kufanywa Kenya hii kutoka 1963. Katika elimu amelainisha, katika agriculture amelainisha, katika Ministry of Health ama maneno ya afya amelainisha, katika maneno ya trade amelainisha, katika maneno ya ile pesa tunasema the exchange rate, ile pesa ya ng'ambo amelainisha. Sisi wote tuko ndani ya serikali, hakuna Mkenya ambaye amewachwa nje. Na niwaulize watu wa Kisii, mnaweza kubali kutoka kwenye serikali ya Kenya
mwanza kudanganywa, muende kwa wale ambao wanagawanya nchi. Unataka kwenda saidi hiyo? Hebu nionyeshe wangapi mnasema William Ruto tutam. Niambie yeye kwamba kutoka hapa Nyamira na Kisii yote tuko nyuma yake. Niende nikimueleza nimwambie wa Kisii ambao wale wao katika hii chama cha ODM mmesema William Ruto tibi. Mmesema hivyo? William Ruto tibi. William Ruto tibi. William Ruto chara. William Ruto chara. Asanteni sana. Mimi nashukuru kwa na nyinyi, na tutaendelea kufanya kazi na wale wenzangu wote, na tunaendeleza maneno ya elimu mpaka watoto wetu wote wasome. Na nataka kusema asante sana Bwana Mbadi, kwa sababu juzi wamepea sisi pesa, tumelipa ile ilikuwa ya NEC, kila mwalimu amepata pesa yake, na wametupatia capitation. So hii capitation yetu itakuwa kwa shule kabla ya shule kufunguliwa, na hiyo ndio mapenzi na ndio ile kazi tunafanya ya maana. Asanteni sana. Nataka kutoa pesa yangu sasa. Wewe waziri aendelea masomo. Mama, hii function yenu mkikaa chini mnatuweka chini. Hebu tusimame mahali mko. Lakini sisi kama Wakisii tunataka kushukuru Mheshimiwa William Ruto, kwa sababu huyu William Ruto amekuwa mzuri kwetu. Yeye ametusaidia. Kama iko university ilikuwa imekwama hapa kwa miaka mingi, university ya Nyamira sasa inaendelea. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Hii Nyamira barabara zao zilikuwa zimekwama, haswa ile barabara ya Bondeni Magombo, na rais anakuja kufungua hiyo barabara na barabara zingine. Soko zetu zilikuwa zimekwama, amekuja ametusaidia. Reli ilikuwa imekwama Naivasha, yeye ametuletea, inakuja mpaka hapa Mawawa iendelee kwenda Kisumu. Sisi tunaambia watu wetu tushirikiane, tufanye kazi pamoja ili tuweze kupeleka Kisii yetu mbele. Tunajua tuko na mtoto yetu kutoka hapa Kisii, si ndio? Watu nani ndio waruhusia? Ndio wao wao kwa waruhusia. Sasa watu wote sasa mwana ndio mjane. Alomya. Alomya ndio mjane. Kini wano ya tokire ngoto yoito abanda batakira kwa mkolele cheche. Maana gosea. Sisi tunataka kuambia yule mkabila. Unajua hapo awali watu walikuwa wanaona sisi ni wenda wazimu. Wakati tulikuwa tunaimpeach ile Rigathi Gachagua, watu waliona sisi ni wenda wazimu, wakatutusi, wakatupatia maneno mengi. Lakini sasa wameanza kuona yule mtu ni mtu wa matusi, mtu wa ukabila, mtu wa kutenganisha watu. Juzi nyinyi mmeona alisema ndio mtu akuwe rais, namba moja lazima uwe na pesa, namba mbili lazima utoke kwa jamii kubwa, namba tatu na ya mwisho alisema ya kwamba lazima uwe na experience ya kisiasa. Huyo mtu tumeona ya kwamba mtu analenga ni mtoto yetu, na ameanza kudusi mtoto yetu. Ati jamii yetu ni kidogo namna hii, ni kama mti imesimama. Sisi tunataka kuambia Rigathi Gachagua, wewe ulitutusi wakati hile, saa hii hautatutusi tena. Hautatutusi tena. Hautatutusi tena. Na mimi nataka niambie kijana wetu, ndugu yetu mkubwa, Daktari Fred Okengo Matiang'i, wewe tunakujua. Ulifanya kazi nzuri ukiwa katika ministries tofauti tofauti. Wewe usitusiwe huko. Wewe njoo kucha tufanye kazi pamoja, kwa sababu katika serikali ya William Ruto nafasi yako iko, tutakupatia nafasi ufanye kazi. Wewe kweli sikani Oteja bana babito babo nyo babo kibarendi omonto lilikuwa lenga kwa mahusi kwa maete omonto nomonto wajete kuruhania abantu wajete kurama abantu abana baminto ni chupo bwaterane tokole hasiye hamo etranyane osukibusiye tote ngere bya wasere ngere bya wasere siasa ya Kenya bado. Ama
no siasa bado. Mbona ile siasa yachakile? Eka metebi. Eka kiora manyamna siasa enda. Otakiro wako wote. Omugenyo mukanga ni uso mugenyo kabere. Nduwe ya lenga kora mondo yogoro kuna nere Moses Wetangula na Musalia Mudavadi. Na Davido mondo Musalia Mudavadi abugato mutumu nene. Moses Wetangula omuntu bosa omuntu wetu na mukae lakini yemetienye tato wakichukura ili tuarenge marani ali William Ruto asoka kulela ila ali akabere Moses Masika Wetangula na Musalia Mudavadi. Eni nalipa na baramire bose na utoreba umachwa bateba ki Moses Wetangula muntu batekieni kama buya Moses Wetangula yo abantu bateba kuna mukae umuntu mukae na mukune ngire mukae na mukune obone wabandi otiga wakamukae umekinyereka wakichukura etatu abantu bomuntu siasa bado enge tukwenda wakora bono iga okwebanga tekonsi krese kali tomo kito ya abantu baicho enge mwana sere bwana enge kuna wadame ngotebya abantu nyasaye nero otore abaraye ese nyasaye nero otore abaraye nyasaye otore president ya Kenya 2027